Tengeneza mambo ya basari, kuchunga watoto wetu na kuelimisha walimu. Hiyo ndio ilikuwa agenda yetu ya kwanza ya masomo. Kwa hii kaunti yetu ya Kiambu tuko na mashule moja za primary schools, mashule 524, 524 primary schools. Wakati mumenipa kazi kama governor na hii team tuko nao hapa, kwa hizo shule zote hakuna shule ilikuwa imejengwa zile shule mnaona nikijenga za ECD, na tunajenga shule nzuri nzima ya ECD. Siku ya leo tunaposimama hapa sasa tumejenga shule moja, shule 512, 512. Ila ni 512 minus 1. Hiyo minus 1 bishop wetu tunalalamika sana. Kwa vile hiyo yenye nimesema minus 1 nilijenga moja kule kwa compound na kanisa letu la St. Francis Mangu. Na ndio ilikuwa namba hiyo 5, kwa hiyo 512, lakini ikabomolewa juzi, na tunajua hayo mambo tutayafikisha kule, kwa vile tulikuwa tumezungumza na kanisa letu, tulikuwa tumepanga vizuri, tukajengea watoto wetu, lakini nao wenye mambo mabaya wakakuja wakaharibu. Sisi tumepanga mambo ya bursaries. Bursaries yetu nataka niwaambie Wakristo ya kwamba bursary ya Kiambu tulibadilisha. Sasa minimum bursary kwa hii county tunapeananga 5,000 for every child. Watoto ambaye hawana mama, hawana baba, minimum tunapeananga akiwa boarding school, wale tunapea 10,000. Wale watoto yatima ambaye ni destitute, hao tunapatia food scholarship. Tumeweka mpango wa kuhakikisha ya kwamba every child feeds in school in the ECD learning centers. Na ndio mnasikia wamama na watoto wetu wanafurahi, kwa vile kila siku tuko na bakuli ya uji kwa kila shule, tuko na mayai moja kwa kila shule ya watoto, tuko na maziwa every Thursday. Wakati tumeanza hii kazi tumepata kwa shule zetu, we had 32,000 children in the whole of Kiambu County. In 2 years tumeongeza hao watoto from 32,000 to almost 52,000 by today, more than 20,000 in 2 years. Hivyo ni kusema hao watoto wengine wote hawako wanaenda shuleni, kwa vile mtoto anaingia kwa hiyo shule akiwa na miaka 5 kuendelea mbele. That means sio wale watoto wamezaliwa wakati tumechaguliwa. Walimu wetu wote ambao wanasomesha kwa hizo shule, we have said every teacher tunapatia opportunity which we have paid for ourselves to go and pursue a diploma course in the university, ndio wasomesha wakiwa wamesoma, na tunagharamia masomo ya walimu. That's why I said agenda yetu ya kwanza ilikuwa mambo ya masomo, and we have taken care of it. Tulikuwa na agenda yetu ya mahospitali, we have also worked on that agenda perfectly. Kwa vile as of today, hii serikali ambayo mlitupatia kazi juzi tu, sasa it's 3 years, tumejenga new level 6 hospitals kwa hii county ya Kiambu 6. Tumejenga level 3 hospitals 26 in more than 26 in the 26 wards here in this county. Tumeinua hospitali za chini zile za dispensary kuzifanya level 3, 28 hospitals. Na kwa hivyo kazi yetu ya mambo ya mahospitali mpaka kuweka equipment, kuhakikisha kwamba tuko na madawa, hiyo kazi tumefanya. Tumepanga mpango ya kuhakikisha kwamba tunabadilisha mambo ya kuweka public lighting, na tumeweka public lighting ambayo sasa ni ya solar, haina gharama. Na kwa hivyo hiyo kazi yote tumekuwa tunafanya tukihakikisha kwamba we want to build a better county. Na kwa vile kazi ile tunafanya ni kazi mingi, baba paroko pamoja na Wakristo wetu wa hii parish yetu ya Riara, najua tukipata nafasi tutarudi hapa. Juzi tulikuwa kwa hii uwanja hapa juu tukiwa na huyu shogi, tulikuwa tunapeana toshui, tukipeana nguruwe, tukipeana fertilizer, tukipeana mahindi, na sasa mvua imekuja.
tuke turehe tũcui rĩngĩ na turehe fertilizer na turehe bebe na mĩtĩ ya avocado nigetha tuthie wega. Kwa hivyo nafikiri wakati wa kuzungumza mengi tutazungumza wakati tunaleta hizo. Yangu ya mwisho, our bishop, tulikuwa na mpango mzuri na Father Paul Maishuhie, kwa vile tulipatia na uniforms kwa kwaya zetu za Catholic churches ndani ya county ya Kiambu, na akiwa chaplain wa choirs tukapanga tutapeana hizo kwaya zetu zote uniforms. Tumepeana uniforms to 35 Catholic church choirs na tumemaliza kutengeneza uniform. Sasa mahali tuko na question mark moja, my friend and brother Father Paul, ni kwamba sasa kwa hizi kwaya zenye ziko hapa, nilikuwa naangalia kwa hiyo list, mimi naona kama hizi kwaya zingine zetu haziko kwa hiyo list. Sasa nikaona hiyo hiyo sherehe haitaiva vizuri ikiwa hatuna hizi choirs. So kwa zile date zenye tulikuwa tumefanya Father, tutaomba tuongeze 2 weeks. Alafu sasa hizi choirs ziko hapo tuongeze kwa hiyo hesabu. Tabai mweholere karuhe choir. Karuboka mwinire haha mwisho-ini getagwo takara ga kurehe magetha. Kala mugo inaga Yes, kau. Beautiful, beautiful. Leo kau karwebo toko mutumithiria kwaya mwe kwaya cia parish ino twamutumithiria ni nyumuga tongoria rwimbo tukiheana uniform icio after 2 weeks twena Father. Nimwageririe muno anyway, no tutikonda kumugana hindi iyo muno. Nimwageririe muno mwinire wega wa mwisho. Father ni ajitite harambe guku last time turaina fundraiser guku kanitha witu wa All Saints na ndiahotire guka, na riu ningi umuthi ndona twe kanitha ciothe guku ndirari mwite kanitha guku ni Jono ndiretitwo kanitha wa Jono ni marajitite tari mwite kanitha ungi ningi ndiokire riu koguo ndeciria turikanirio ro haha Father tondu ndihota ningi gucoka njuke uhe rutha tu nigetha bahasha ira ndokaga nayo last Sunday ira mwari na event ngunegerere haha na nwengerehe bahasha na tondu tukoragwo twi family imwe na MCAs aya riu na nyu MCA mugiuke. Okay, twi family imwe reke moke onao ni tukihehagwo mishara gatu hamwe kae nikiwe ukai MCA kae tuheo mshahara hamwe. Haya, wapi kikapu yetu? Sawa. Okay, nego marutera haha gei. MCA mimi nitawatolea kwa vile ninasikia mlikuja hapa na mkaombewa, lakini sawa. Okay, so Father wetu Father Paul hapa sasa mimi niko na bahasha mbili, ndina bahasha igiri na ngiri 300 irere ni igana rĩngĩ akuheire wĩko ũrĩa na maya mangĩ merĩ kanitha ici ingĩ ciothe cigũkũ parish aya manjĩtĩte nĩ ũkwĩrwo nĩ moderators arĩa manjĩtĩte ũmagayani.
Moyo uguo. The mutu wa municipal manager wa guku kundu gwitagwo Karuri, municipality ya Karuri, na niwe chairman wa municipal manager aria angi othe murire iruhi. Nikugo ino ni njamba ina hinya muingi to ni moderator wa parish na ni chairman wa andu aria angi othe marugamagirira muthuvari. Okay, asante. Haya, Mheshimiwa Shogi arajira ndimuririkanie tondu hema yahoete na father ni tumuhete mbeca cia kwenja borehole ya haria Kanunga riu kanitha-ini waku hau niguo arajira ndikiririkania Kristo tugikinyia mweri-ini uyu tutanathie wiki ya gatatu ni tugukorwo twanjia kwenja mai mau aria me itura riri kuma haturitu ni twekerire matangi acio ni njui twina mai ona gutuika ni gukiri kaundu kanini gaka ga gutuika mai mena cumbi no nitukumenyera tugwika but mai makiri kuo tuvaravara ni twavangire horo wa varavara that we are going to do Bwana Shogi. Na kwa vile leo tulikuwa tunataka kufupisha maneno tutikwendaga koria muno nigetha muthie mucie na mugitige muri iria cie guku na mukihingie kibarua ithe tiguo riu na mumenyage ndeto ciuragira ki itheru-ini na ti itheru riho maundu maria fathoiga ni maundu very serious maria bishop witu atwira very serious issues tondu tungituika ati turathie uguo tuthiete tunyihite no tururira tuhe mwandu itu eni wa muthia mimi nitaomba tu maombi ni mugutuhoera ni mugutiga mahoya-ini piu ni mwitu na mathina maingi ithe mutikionaga wa matangi guku uria aragarurwo mbica niwe karutwo eno akareherwo eno wengi akareherwo eno wengi. Mimi nitaomba bishop wetu the only thing I can request as the governor of this county, wakati ninakutuma kwa salamu za rafiki yangu sana Archbishop wetu wa Nyoro, he is my personal friend, ningependa tu nikuulize tu as you sit as the church, pray for us, and specifically myself I ask for your prayers as a church. Because mimi niko na vita mingi imepangwa from all over. Na shida yangu ni moja tu. Ati kuna vitu nimeambiwa inatakikana nifanye na mimi nimesema kwa vile mimi ni Mkristo na mimi namwamini Mungu na mimi nataka kuhudumia watu, kuna mambo yenye sitafanya. I will not do. Nataka kukaa nikiwa mtu wa ukweli. Kwa vile hii kazi nikifanya kuna siku nitaenda nyumbani. Nataka kuenda nyumbani na jina nzuri. Na pia nataka kuhakikisha kwamba ile kazi nimefanya ni kazi ambayo mlinichagulia. So sasa vita imepangwa mingi. Huyo wa matangi lazima tumwangushe. Huyu wa matangi tunampangia hivi. Unasikia sijui na kila mambo ya kuiba ati ni raiyire, ni alekiri atia, ni maudo, ti andu ni marakwire thibitari, ni ati ndio waniharibie jina. Ni mugutuhoera na murugame na ithui. Na wira witu ke wega. Ni tumuheteirie handu. Handu mbona tuhetetie tukiruta wira witu. Kwa hivyo tunaomba maombi na mtusimamie. So Mungu awabariki na watende vyema, asanteni. Asante sana mheshimiwa, tumpigie makofi mzuri kwa mheshimiwa wetu na haswa kwa kutimiza mwaliko wetu wakati wa harambee na pia kwa kutimiza mwaliko wetu wa siku ya leo. Na kwa sababu baba askofu ameniambia kwamba hataongea, aliongea mengi wakati wa hotuba yake ya homilia, sasa ningepeana kifaa hiki kwa mwelekezi wetu, mtangazaji wetu atupeleke kwenye session. Na asante sana Father Paul kwa kutuelekeza katika hafla hiyo. Shukrani na uongozi wako katika parokia na vile vile kuanisha uongozi wa imani na uongozi wa mahitaji mengine akiwa na damu. Basi kwa sasa namkaribisha Bwana Sami treasurer wetu, maana atatuelekeza. Ndio baada ya kukata keki atuambie bwana, nimesikia Bwana Gawa amesema tukule, atuhakikishie kama chakula hiki pipo ama vipi. Karibu sana Bwana Sami. Askofu wetu, Askofu David Kamau, Father in charge wetu na waklero wote pamoja na viongozi wote wa nchi yetu wakiongozwa na governor, mahujaji wa matumaini pamoja katika sala. Tuna furaha kuu tukiadhimisha sikukuu yetu ya familia Riara
Na wakati huu ikiwa ni sehemu ya mwisho katika siku ya leo, tulikuwa tumepanga tuwe na mambo tu mawili, sababu tumeweza kukuwa na watahinia wetu ambao wamepewa sakramenti ya kipaimara. Tulikuwa tunataka kukuomba Baba Askofu kwa unyenyekevu mkuu, au watahinia tulikuwa tumeomba uweze kupata picha moja na watahiniwa wetu kutoka kila kigango. Baada ya hayo tuko na zawadi zako kutoka CDMA na CWA, tutaweza kukuzawadi na mwishowe tukuombe utuongoze kwa kukata keki. Kwa hivyo wakati huu ningekuomba kwa unyenyekevu Baba Askofu tuweze kupata picha na watahiniwa wetu, tukianziwa na kigango cha OLF, Our Lady of Fatima. Pole, nimeelekezwa tofauti. Watoto kwanza kidogo tuketi. Kwanza tuweze kuzawadi askofu wetu. Kwa hivyo nitawaomba wana CMA, najua tuko na zawadi yetu ya askofu. Tuweze kumkaribisha askofu aweze kupokea zawadi kutoka kwa wana CMA, na baada ya wana CMA tuko na zawadi kutoka kwa CWA. Wanawake wote wa CWA pia wajiandae ili waweze kuja kumzawadi askofu. Kwa hivyo wanaume wa CMA tunamwalika hapa, kama mmeweza kutayarisha zawadi lenu ili tuweze kumzawadi askofu wetu.